يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توافى جميعا بتقوى الله عز وجل وطاعته، فإنه فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika iman, amma baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumtakia salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ninakuhusieni sambamba na nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala na kumtii. Ama hakika wacha Mungu ndio ambao watakaofaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana Allah azza wa jalla amejalia ufaulu wa mwanadamu katika maisha haya ya kidunia, lakini akhira ni pale ambapo atashikamana na ucha Mungu, kwa maana akamcha Allah tabaraka wa taala, akaacha yale ambayo Allah ameyakataza na akafuata yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha. Lakini vile vile yule ambaye atakayeishi kinyume na haya matakwa ya Allah tabaraka wa taala, huyo atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara katika maisha ya kidunia, lakini vile vile akhira. Hata kama hapa duniani tutamuona kwamba ni mtu ambaye anaishi katika maisha ya furaha, lakini hakika furaha yake si yenye kukamilika. Ama tumekusanyika katika huu muda chache, lakini muda ambao una fadhila nyingi mbele ya Allah tabaraka wa taala kwetu sisi leo, kwa lengo la kukumbushana machache ama kuelimishana kwa yale ambayo hatuyajui na kukumbushana kwa yale ambayo tulikuwa tukiyajua zamani lakini tumeyasahau. Allah tabaraka wa taala amemuumba mwanadamu katika hii sifa ya kuwa ni msahaulifu, na katika hadhara yetu hii tunamwomba Allah tabaraka wa taala ajalie kuwa ni miongoni mwa yale ambayo yatakayojaza katika mizani yetu ya kheri siku ya Kiyama, lakini yale ambayo tutakayonufaika nayo hapa, Allah tabaraka wa taala ayatulize katika vifua vyetu na yaweze kutuongoza na kutunufaisha katika uhai huu wa kidunia, katika njia mbalimbali za kukabiliana na changamoto ambazo huleta baadhi ya mapote ambayo yamepotea na wakajinasibisha na dini ya Uislamu hali ya kuwa sio Waislamu. Ndugu zangu katika iman, tutaangalia kuhusiana na pote moja ambalo linajinasibisha na Uislamu ama hakika si Waislamu, na pote hilo si lingine bali ni pote ambalo linajiita Shia Ar-Rafidha, ambao wenyewe hujinasibu kwa jina la Al-Khassa. Katika haya tutaangalia nukta kadhaa. Nukta ya kwanza, tutaangalia kwamba maana ya Shia. Tunaposema Shia tunamaanisha nini? Na hapa tutaona kilugha, kwa maana katika lugha ya Kiarabu na istilah. Lakini vile vile pointi ya pili, tutaangalia asli ya hili pote la Kishia limetokea wapi na limechimbuka vipi pote kama hili. Alafu tutaangalia miongoni mwa wanawazuoni wao ambao wakubwa, ambao wao hurejea kwao, marejeo yao ni katika hao wanawazuoni. Kwa maana hata ukiwa unazungumza naye, ukimpa kauli ambayo amezungumza katika wanawazuoni wao, anakuwa si mwenye kuipinga, kwa sababu wao ndio marejeo yao. Lakini vile vile tutaangalia baadhi ya akida
ambazo wao husimamia. Wana itikadi gani hawa mashia? Lakini vile vile tutaangalia mwishoni kabisa namna gani kwamba wanapotumia nguvu kubwa katika kuwakusanya watu, kuwachukua Waislamu, kuwapoteza kabisa katika ushia wao. Ndugu zangu, jambo la mwanzo kabisa lazima tufahamu ushia ni nini. Ni nini maana ya Shia? Na katika hapo tutaangalia maana mbili, kuna maana ya kilugha na maana ya kisheria, maana istilahan, lughatan wa istilahan. Katika lugha ya Kiarabu wanatuambia wanazuoni wetu wa aqida kwamba katika lugha ya Kiarabu wakisema Shia, ikisemwa Shia panamaanishwa nini? Wakatuambia kwamba Shia lughatan ansaru rajuli wa atba'ihim. Ashia lughatan ansaru rajuli wa atba'ihim. Shia kilugha ni wale watu ambao wamesimama katika kumnusuru mtu, kwa maana wao wamesimamia kumnusuru mtu fulani, lakini vile vile kumtetea na kumhami na wale ambao wafuasi wake. Kwa maana hii kwamba kila mkusanyiko wa watu ambao wamekusanyika kwa ajili ya kumnusuru na kumtetea na kumhami mtu fulani, fahum Shia, basi hao ni Shia. Kama watu wamekusanyika, mfano mmekusanyika watu kwa ajili ya kuninusuru mimi na kunitetea, basi katika lugha ya Kiarabu tunasema kwamba Shia. Na Shia ukirejea katika Qur'an, Allah tabaraka wa taala ametaja katika aya nyingi. Hili neno Shia limekuja katika aya nyingi tofauti tofauti, Allah tabaraka wa taala ametaja, lakini ujio wa hili neno la Shia katika Qur'ani limekuja kwa dhambi, kwa maana limekuja si kwa wema, halikutaja kwa wema, bali limekuja kama vile lawama, ubaya fulani hivi. Allah ameeleza mfano, anasema Allah azza wa jalla, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, hakika wale ambao wamefarakana katika dini yao na wakawa makundi kwa makundi. Neno Shia, wa kanu shi'an, kwa maana wakawa makundi kwa makundi. Kuna kundi hili ambalo kundi hili linajinasibisha na itikadi hii na kiongozi wao huyu. Kundi hili na kundi hili wana milengo tofauti. Kwa hivyo Allah azza wa jalla anasema, anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, lasta minhum fi shay, kwamba wewe mtume sallallahu alayhi wasallam huna uhusiano nao wowote. Wewe mtume hauna uhusiano nao wowote, wale ambao wametawanyika, wamegawanyika katika dini na wakawa makundi makundi. Wewe mtume sallallahu alayhi wasallam, lasta minhum fi shay, wewe huna uhusiano nao wowote. Innama amruhum ila Allah, kwamba hawa jambo lao lipo kwa Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala ndiye ambaye atakayewahukumu, atakayewalipa na kuwahukumu kwa kile ambacho wamekifanya. Kwa ile firika yao na yale makundi makundi ambayo walijigawa baada ya kutoka katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tunaona katika hii aya hakuwataja Allah, hakutaja neno Shia kwa madhi, bali ametaja kwa dham, kwa maana kama vile wanapewa lawama, wanalaumiwa. Lakini akataja katika aya nyingine Allah tabaraka wa taala, inna fir'auna ala fil ardh, akimzungumzia Firaun anasema inna fir'auna ala fil ardhi, hakika ya Firaun yeye alichupa mipaka katika kufanya kibri katika hii ardhi, alipitiliza, yani kile kibri chake kilipitiliza katika ardhi. Wajaala ahlaha shi'an,
na akafanya watu wake akawagawa makundi makundi, lakini yastadhifu taifatan minhum, akawa anadhoofisha kundi miongoni mwao, kwa maana yale makundi ambayo aliwagawa watu akawa sasa anawadhoofisha. Yudhabihu abnaahum, akawa anawachinja watoto wa kiume, watoto wao wa kiume wakiwazaa anakamata anawachinja. Akipata mtoto wa kiume akidhihirika, anamkamata yule mtoto anamchinja. Lakini vile vile wayastahyi nisaa, Allah tabaraka wa taala akasema, na akawa anawaacha waendelee kuishi watoto wa kike, kwa maana akiwa anaitakidi kwamba hawa hawana madhara, hawataleta madhara yoyote katika uongozi wangu, bali hawa wa kiume huenda ikafika mahala wakanipindua. Kwa hiyo akawa anawachinja wale wa kike ambao walikuwa wanaona kwamba hakuna madhara yoyote ambayo yanaweza yakapatikana, akawa anawaacha wanaendelea kuishi. Allah tabaraka wa taala akasema, innahu kana minal mufsidin, hakika ya huyo Firaun alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliofanya ufisadi. Naona bado Allah tabaraka wa taala hili neno ambalo amelileta hapa halikutaja katika mada Shia, haikutaja katika mada, bali wanachuoni wanatuambia kwamba aya moja tu katika Qur'an ambayo imetaja neno Shia kwa madi na sifa iliyokuwa mzuri, katika kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Hii aya peke yake ndio ambayo imekuja kutaja kwa uzuri na sifa iliyokuwa mzuri, lakini nyingine hizi zote zilizobaki ambazo zimetaja neno Shia hazikutaja kwa uzuri. Kwa hivyo Shia kilugha ni mkusanyiko wa watu fulani ambao wamekusanyika kwa ajili ya kumnusuru na kumtetea mtu fulani. Hao ndio mashia wanaitwa katika lugha ya Kiarabu. Ama tukija katika istilah kisheria, tunapozungumza kuhusiana na Shia tunamaanisha nini kisheria? Wanatuambia wanazuoni wetu wa aqida, kadhalika wanazuoni ambao hushughulika na mambo ya firqa na mambo ya adyan, wanasema kwamba Shia ni wale ambao waliomzunguka na kumnusuru Ali bin Abi Talib, kwamba wao walimzunguka Ali na kumnusuru na kumhami na kumtetea Ali bin Abi Talib. Madai yao ni nini? Au kwamba si Ali tu peke yake, mpaka watoto wake wanazunguka Ali, wamemzunguka Ali wakamhami na kumtetea Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kadhalika watoto wake mpaka wajukuu zake, kizazi cha Ali bin Abi Talib wamewazunguka na kuwatetea, wakiitakidi ya kwamba uongozi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa lafdhi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe amesema kwamba uongozi ni stahiki ya Ali bin Abi Talib na watoto wake na wajukuu zake na kizazi chake kitakachotoka kwa Ali bin Abi Talib mpaka kiyama kisimama. Wao ndio ambao wana haki, wana mamlaka ya kuwa na uongozi katika ulimwengu. Hawa ndo waliitakidi hivi. Kwa hivyo tunapozungumzia mashia, maana ya mashia kisheria ni wale ambao wamemzunguka Ali bin Abi Talib na kizazi chake, kwa maana watoto wake na wajukuu zake, wakamhami na wakaitakidi kwamba wanamnusuru Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kwa sababu yeye amefanyiwa dhulma, kwamba dhulma imefanyika, dhulma ambayo ilitakiwa uongozi uende kwa Ali bin Abi Talib, lakini baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam akadhulumiwa uongozi wake, wakapewa wengine, akapewa Abubakar, Umar na wengineo. Hao ndio mashia. Kwa hivyo mashia ndio hao. Kwa ufupi, ukiulizwa wewe kwamba unafahamu nini kuhusiana na mashia, ni huo utangulizi ambao tumeutaja. Fahamiana jamaa? Unafahamiana
Tuwauliza sasa hivi kwamba mashia ni watu gani, mtasemaje? Mashia ni nani? Kwa sababu huwa tunasikia ni neno ambalo sio geni katika masikio yetu. Kuna ambaye hajasikia mashia, na wengine tunaona kabisa na tunafahamu huyu shia, huyu tunasema. Unaposema kwamba huyu ni shia unamaanisha nini? Ni mtu wa namna gani? Basi maana zake ndio hizo. Shia kwa kisheria ni wale ambao walimzunguka na kumtetea Ali bin Abi Talib pamoja na kizazi chake, kwa maana watoto wake, wajukuu zake, kwamba wao ndio ambao wana haki ya kuwa viongozi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao ndio mashia. Kwa hivyo katika hawa mabwana, itikadi yao walikuwa wanaitakidi, au sio, walikuwa wanaitakidi mpaka leo na hawa walopo sasa hivi, kwamba Ali ndo alikuwa na mamlaka ya kuwa kiongozi baada ya kufariki Mtume, lakini kadhulumiwa. Masahaba walifanya dhulma, wakapeleka uongozi kwa wengine, wakaacha kumpa Ali bin Abi Talib na wale ambao wanatokana na yeye. Hao ndio mashia. Nukta nyingine tunaangalia tuangalie asli ya mashia. Asli yao hawa mabwana imetokea wapi? Kwa maana chimbuko la mashia hawa wamechimbuka kutokea wapi hawa mashia, na ni nani ambaye aliwaibua? Tuseme mashia, ndugu zangu, asli yao ni wanazuoni wa aqida wanatuambia kwamba nash'atan ala yadi Abdullah bin Saba al-Yahudi. Asli yao hawa wameenea kutoka katika mikono ya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Huyu Abdullah bin Saba al-Yahudi, wanazuoni wa fiqh, wanazuoni wa aqida humwita hivyo, humpa hiyo nickname yake al-Yahudi, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi huyu alikuwa ni Myahudi ambaye baadaye alikuja akasilimu. Alikuwa Yahudi, alafu baadaye akaja akasilimu, akatoka katika Uyahudi akaingia katika Uislamu fi ahdi Uthman ibn Affan, katika utawala wa Uthman ibn Affan. Akatoka katika Uyahudi akaingia katika Uislamu, akasilimu. Kwa hivyo baada ya kusilimu, wale Sabaiya, ambao Sabaiya ni wale wafuasi sasa ambao walimfuata huyo Abdullah bin Sabai al-Yahudi, wale watu ambao walimfuata, waliokuwa nyuma yake, kwamba walimkubali na kumfuata, wanaitwa Sabaiya. Na hawa Sabaiya baada ya Abdullah bin Saba al-Yahudi kuingia katika Uislamu, wakampelekea fikra, akamwambia, bwana, kuna jambo haliko sawa. Ukhalifa, uongozi, alitakiwa Ali bin Abi Talib ndio awe kiongozi, kwa maana yeye ndiye alipaswa kuwa kiongozi. Tena wakamwambia kwamba kutokana na nas, tunapozungumza nas kwa maana Qur'an, maneno ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakamwambia kwamba nasu zote zimeeleza kwamba Ali bin Abi Talib ndiye ambaye alipaswa kuwa kiongozi. Akamweleza huyu bwana, na yeye fikra yake ya mwanzo ndio ikawa hiyo kwamba Ali ndio alipaswa kuwa kiongozi. Kwa hivyo alipoingia katika Uislamu, jambo ambalo yeye aliliona kwamba fikra yake ya kwanza ni kumtetea Ali bin Abi Talib, alikuwa ndio kipaumbele chake kumtetea Ali bin Abi Talib. Akawa amesimama mstari wa mbele na wale ambao walikuwa wamemfuata nyuma yake, wale waliompa rai wakawa ni watu ambao wako nyuma yake. Kwa hivyo hawa Sabaiya pamoja na mwenyewe Abdullah bin Saba al-Yahudi wakawa katika mstari huo wa mbele katika kumtetea Ali bin Abi Talib.
wakamwambia kwamba huu uongozi wa Ali Allah tabaraka wa taala ameufaradhisha, maana Allah amefanya kuwa Ali lazima awe kiongozi. Unapata picha kwamba jinsi ambavyo walivyotokea hawa mabwana. Kwa hivyo hawa wakawa wako kinyume sasa na Waislamu wengine wale ambao walikuwa wameridhia uongozi wa Abu Bakari Siddiq, uongozi wa Umar, uongozi wa Uthman, wale ambao walikuwa wameridhia hawa viongozi wengine kuwa wana haki ya kuongoza, wakawa kinyume nao. Na ndio maana hata ukiangalia miongoni mwa majina yao, majina ambayo wao wenyewe Mashia hujiita, miongoni mwa majina yao wanajiita Ar-Rafidha, jina ambayo wenyewe wanayapenda, Rafidha au Ar-Rawafidha, sababu ya kuwa kinyume na dini ya Uislamu. Kwa maana wao walikataa Uislamu na wakaamua sasa kufuata matamanio yao. Tangu pale walipoitakidi kwamba Ali ndo alikuwa na haki ya kuwa kiongozi, basi kuanzia pale wakawa na hizo fikra, wakaacha dini ya Allah azza wa jalla, wakaacha sheria zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliziweka, wakaziacha, wakaenda kinyume, wakafuata matamanio ya nafsi zao. Na matamanio yenyewe ya nafsi zao ni kwamba kuitakidi kwamba wao wanamfuata Ali bin Abi Talib kwamba ndiye kiongozi mwenye mamlaka kuwa kiongozi, watasimama kuhakikisha Ali awe kiongozi. Wakawakataa hawa viongozi wengine, hawa Mashia. Kwa hivyo hili ni jina lao, na hata walipojiita kwamba wao ni hasa al-khasa, wakiwa na maana kwamba wao ndo hasa, kwamba ndio watu hasa hawa, kwa maana kwamba wapo mkabala na Uislamu, wapo kinyume hivi na Uislamu. Ahlusunna wal Jamaa wanaona kwamba Uislamu wa Ahlusunna wal Jamaa ni Uislamu wa kawaida, Uislamu dhaifu, kwamba wao ndio wana Uislamu wa kweli, Uislamu wao ndio Uislamu wa kweli, alafu sasa kwamba wao ndio wanaifuata dini kisawasawa, miongoni mwa majina yao al-khas. Kwa hivyo hawa mabwana asili yao ilitokea hapa katika mikono ya Abdullah bin Sabai al-Yahudi, mtu ambaye alikuwa Yahudi alafu baadaye akasilimu katika zama za Uthman bin Affan. Aliposilimu, fikra ya kwanza kabisa ambayo aliibeba ni kumtetea Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwamba huyu ndiye alikuwa na mamlaka ya kuwa kiongozi, lakini amefanyiwa dhulma. Basi kuanzia pale wakaanza harakati zao. Zangu, hawa mabwana ni watu ambao tangu ambapo tunaona kwamba vile wanavyochomoza, tumeona kwamba ni watu wa shari, kwa maana wamekusudia shari. Tangu vile walivyochomoza, kitendo cha kuwa na fikra kwamba huyu hakufaa kuwa kiongozi, alifaa kuwa kiongozi huyu, kwa maana hiyo sisi tutamtetea huyu na kumhami huyu, kusudio lao halikuwa zuri, lilikuwa ni kusudio la shari. Kwa hivyo hiyo ndiyo asli ya Mashia, chimbuko lao na asli yao ni hiyo, kwamba huyu Abdullah bin Saba al-Yahudi ndiye ambaye huyu aliwatoa katika mikono yake, baada ya kuwa amefikishiwa rai kwamba uongozi ulifaa uende kwa Ali, na yeye akabeba kama ilivyo, akaanzisha harakati za kupinga uongozi uliokuwepo, uongozi uende kwa Ali bin Abi Talib. Sasa miongoni mwa nukta nyingine ambayo inafuata ni miongoni mwa wanazuoni wa Kishia. Lengo ni nini? Tunatajiana angalau wachache. Lengo ni nini? Kwamba ili utakapokuwa unawajua wanazuoni hawa pamoja na vitabu vyao ambavyo wamevitunga, kuna baadhi ya vitabu vina majina, vitabu vingine vya kisunna kabisa. Utakuta kitabu kinaitwa kitabu Tauhid. Utaangalia hiki kitabu Tauhid, utadhania ni kitabu hiki ambacho kimetungwa na huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab,
utadhani kwamba ni hiki, lakini sasa ukiangalia mtunzi wa hiki kitabu kuwa ni mshia, basi utapata kugundua kwamba hata haya yaliyoandikwa humu ndani ni katika tauhidi za kishia. Mida mingine kwamba kumjua mwanachuoni wa kishia kuna umuhimu, kwa sababu kuna wakati utasoma kauli zao au utataja kauli zao mbele ya wafuasi wao wale ambao wanaofuata, ukawabananisha katika kauli zao, wakashindwa kuchomoka, ndio wanaenda kufanya munakasha na mashia. Huenda kuna maswali unatakiwa kujibu kuhusiana na mashia, au huenda unatakiwa kuwauliza maswali, ukawauliza kupitia kauli za vitabu, kauli za wanachuoni wao ambao wameandika katika vitabu vyao, hawawezi kuchomoka. Kwa hivyo kuna umuhimu pia wa kujua hivi vitabu na kujua wanachuoni wao ambao ni wakubwa mashuhuri, vigogo katika ushia, vigogo wa kishia. Kwa mwanzo katika hawa wachache ambao tutakawataja ni Ali ibn Ibrahim, ambaye huyo anamuita al-Ummi. Ali ibn Ibrahim al-Ummi alikuwa kiongozi, alikuwa mwanachuoni wa kishia mwishoni mwa karne ya 3 kuelekea karne ya 4. Ni mwishoni mwa karne ya 3 mwanzoni mwa karne ya 4, huyu Ali ibn Ibrahim al-Ummi. Na huyu alikuwa ni katika vigogo wale wa kishia, kwa maana huyu daraja yake kama vile ambavyo sisi Ahlusunna wal Jamaa tunapomtaja Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba daraja ya Muhammad bin Abdul Wahhab kwa Ahlusunna wal Jamaa, basi na mashia daraja ya Ali bin Ibrahim al-Ummi ni kubwa. Na miongoni mwa vitabu ambavyo ameandika vitabu vyake ni kitabu Tauhid, lakini tauhidi ya mashia. Kwa hiyo ukipata kitabu Tauhid unataka usome, wengine angalia muallifu ni nani. Ukiona muallifu ni huyu al-Ummi Ali ibn Ibrahim, ujue kwamba hiki ni kitabu cha kishia, hiki kitabu cha kishia. Kwa hiyo wewe kama utasoma tu kwa faida, kwamba huenda upate kujua itikadi zao, upate kujua akida zao wao zikoje, lakini si kwamba utasoma kwa lengo la kufata yale yaliyokuwa ndani yake, kwa sababu ni katika itikadi zao wao na yale ambayo wanayaamini ambayo yapo kinyume na Ahlusunna wal Jamaa hawa mashia. Kwa hivyo huyu bwana Ali ibn Ibrahim al-Ummi alikuwa ni kigogo wa mwanzo wa kishia katika karne hiyo ya 3 mwishoni kuelekea karne ya 4. Lakini kiongozi mwingine anaitwa Muhammad bin Yaqub. Huyu Muhammad bin Yaqub daraja yake kwetu sisi, yani mfano wa daraja yake na wale ambao tumewapa sisi daraja mfano wa Imam al-Bukhari. Unaweza ukapinga kauli ya Imam Bukhari kwamba Imam Bukhari kazungumza hivi katika jambo hili, Imam Bukhari kazungumza hivi, unaweza ukapinga ukakataa? Huwezi. Kwa nini? Kwa sababu una itikadi, una imani na unaamini kabisa kwamba Imam al-Bukhari ni miongoni mwa watu thika katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kitabu chake ambacho Sahihu al-Bukhari ni kitabu baada ya Qur'an, kitabu sahihi zaidi baada ya Qur'an, kuja Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kwa hivyo huwezi ukakataa kauli ya Imam al-Bukhari. Basi wao huyu Muhammad bin Yaqub ndo kama vile Imam al-Bukhari wa kwao, na ana kitabu chake kikubwa amekitunga kinaitwa Al-Kafi. Al-Kafi, katika hicho kitabu ameandika mengi kuhusiana na ushia, mengi na itikadi zao zile ambazo wao wanaitakidi mengi. Kwa hivyo ukipata kitabu, na vipo vingine Al-Kafi, vipo vingine. Kwa hivyo ukiangalia muallifu, ukiona kwamba huyu Muhammad bin Yaqub, ujue kwamba hiki ni kitabu cha kishia. Kwa hiyo yale ambayo utakutana nayo ndani utasoma tu kujua itikadi zao, lakini sio kwamba eti utasoma ya kunufaisha katika dini yako, kwa sababu hawa wamekwenda kinyume na dini ya Uislamu. Lakini mwingine ni Ni'matullahi al-Jazair, kiongozi kigogo wa kishia. Huyo ni maarufu sana, bila shaka mshamsikia Ni'matullahi al-Jazair.
huyo anamuita Ni'matullah. Na pia hawa hupeana title, kwa mfano Ayatullah, yule wa Irani yule aliwa juzi anaitwa Ayatullah nani? Khamenei, Ayatullah Khamenei Al-Khamenei. Sasa ile title, mtu akipewa title, yani katika ushia akipewa mtu title ile ya Ayatullah, kwa maana huyo amepewa cheo kikubwa, apeana hiyo. Kwa yule bwana alikuwa ana cheo kikubwa katika ushia. Kwa hivyo ni watu ambao kuna umuhimu wa kuwatambua, na ukiona Ayatullah 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 mashia umeona. Kwa hivyo hao ni baadhi ya viongozi, wasomi, vigogo wa kishia. Kuna umuhimu wa kuwajua, kwa sababu unaweza ukakutana na vitabu vyao ukaangalia hii Al-Kafi ya nani? Ya Muhammad bin Yaqub, huyu Shia, weka pembeni. Hii kitabu Tauhid, vipo vingi vitabu Tauhid. Muallif nani? Muallifu bwana Ali ibn Ibrahim, Ali ibn Ibrahim al-Ummi, huyu Shia, weka pembeni, sababu tauhidi hiyo si sawa na tauhidi ya kwako. Maana miongoni mwa mambo yao hawa mashia, miongoni mwa itikadi ambazo wao huitakidi hawa mashia, wana itikadi nyingi mno katika akida zao, lakini miongoni mwa yale ambayo wanaitakidi wao katika akida zao na yale ambayo wameandika wenyewe katika vitabu vyao, hawa wanawazuoni wa kishia, miongoni mwa itikadi zao, akida yao kwanza kabisa kuhusiana na wahi. Wana akida gani wao kuhusiana na wahi? Tunapozungumza kuhusiana na wahi, tunafahamu wahi ni nini, sio? Wahi, na nani alikuwa aminul wahi? Jibril alayhi salam alikuwa anatoa maneno kwa Allah tabaraka wa taala, analeta kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qur'an, anatoa Qur'ani kwa Allah, analeta kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hawa mashia kuhusiana na wahi, kuna firika moja ambayo ipo katika ushia, wenyewe pia wana firika zao, wanajiita al-Ghurabiyya. Hawa Ghurabiyya ni firika ambayo ipo katika ushia. Kwa hivyo hawa Ghurabiyya wameitwa Ghurabiyya kutokana na kule kuamini kwao kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam na Ali bin Abi Talib walifanana kama vile ambavyo unaona wamefanana al-ghurab wal-ghurab. Unaona kunguru vile wanavyofanana. Kunguru ukiwaona huwezi kumtofautisha kwamba huyu ndio yule nilomuona pale, hata akitoka hapa akaenda pale na mwingine huwezi kumtofautisha. Wamefanana, sio? Wamefanana rangi, kila kitu. Basi na wao wanaitakidi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam na Ali ibn Abi Talib walifanana mfanano ambao mtu hawezi kuwatofautisha hawa al-Ghurabiyya. Kwa maana muonekano wa mtume sallallahu alayhi wasallam na muonekano wa Ali ibn Abi Talib copyright. Ukimwona mtume utadhani ndo Ali huyo, na ukimwona Ali radhiallahu anhu utadhani ndo mtume sallallahu alayhi wasallam. Hao Ghurabiyya ni firika katika ushia. Kwa hivyo hawa kuhusiana na wahi wanaitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala alipomtuma Jibril alayhi salam kupeleka wahi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaitakidi wao kwamba haikuwa wahi uende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wahi ulitakiwa uende kwa Ali ibn Abi Talib. Kwa maana Qur'ani angekuwa anashushiwa Ali ibn Abi Talib. Hawa Ghurabiyya wanaitakidi. Kwa hivyo kutokana na mfanano wa muonekano wa Ali na mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril akakosea.
akapeleka Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha Ali radhiallahu anhu, akampelekea wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wanaitakidi hivi. Kwa hivyo wao kuhusiana na wahi, hawa mashia wanaitakidi kwamba Qur'ani hii ilitakiwa ishuke kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, sio kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaje hapo? Imekaaje kwamba watu wamefanana? Kwa hivyo Allah kamtuma Jibril alayhi salam apeleke wahi kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Jibril akajichanganya, kwa vile Ali na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamefanana, akampelekea Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muda wote wa Qur'ani imeshuka miaka mingapi? Miaka 23. Jibril anakosea tu miaka 23, na wala Allah amwambie kwamba sio yule, umwacha tu. Ndio Mashia. Kwa hivyo hawa kuhusiana na wahi wanaitakidi kwamba haki ya wahi hii Qur'ani ilikuwa ni haki ya nani? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lakini mistake ambayo ameifanya Jibril alayhi salam, kajichanganya akapeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahu akbar. Shia wao huitakidi hii. Kwa hivyo kuhusiana na wahi hii Qur'an wao wanaitakidi. Kwa hivyo Jibril alikosea bwana, akawa anakwenda kwa Mtume kupeleka Qur'ani kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwacha Ali ibn Abi Talib ambaye ndo mlengwa. Kaambiwa bwana, peleka wahi kwa Ali. Ali kaangalia, kaona Ali na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanafanana, kashindwa kutofautisha, akapeleka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwacha mlengo ambaye ndo Ali. Unaweza ukajiuliza wao walijuaje? Mimi na wewe tulizane sasa, wao walijuaje kwamba Qur'ani ilikuwa ni haki ya Ali ibn Abi Talib? Zipo hoja zao ambazo wanaitakidi, tutaona huko mbele. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa akida zao kuhusiana na wahi hii Qur'ani. Sisi sote tunaitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala ameteremsha wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio? Au kuna mwingine anaitakidi kinyume na tunavyoitakidi sisi? Yupo ambaye anaitakidi kwamba ilikuwa haki ya Ali humu? Hakuna. Basi Mashia ndio wanaitakidi hivyo kuhusiana na wahi. Ama wakasema kwamba siku moja Ali radhiallahu anhu alitamka yeye mwenyewe kwa kinywa chake, miongoni mwa itikadi zao ambayo wanaamini kwamba wanasema kwamba Ali radhiallahu anhu alitamka yeye mwenyewe kwa kinywa chake, akasema kwamba hii Qur'ani ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala ambacho hakiongei, na mimi Ali ndiye kitabu cha Allah azza wa jalla ambacho kinazungumza. Fahamiana hapo kwamba wao wanasema hii Qur'an, haya maneno ambayo yameteremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ni kitabu cha Allah azza wa jalla, lakini hiki kitabu kimekaa kimya, hakizungumzi. Qur'ani inasema, unaweza ukaisemesha hivi ikakujibu. Msafu usemeshe msafu, hata kwa salamu, salamu alaikum msafu, unaweza ukatuitikia? Hapana. Kwa hivyo ni maneno, ni kitabu cha Allah ambacho hakizungumzi. Lakini mimi Ali radhiallahu anhu anasema kwamba yeye Ali ni kitabu cha Allah azza wa jalla ambacho kinazungumza. Allah akateremsha vitabu viwili, kuna kitabu hiki ambacho hakisemi, alafu kuna kitabu ambacho kinasema, na hicho kisichosema ndio huu mushaf ambao tunatumia, na kitabu ambacho kinasema ndiye Ali bin Abi Talib. Kwa itikadi za Mashia, itikadi zao kwamba Ali ni msahafu ambao unazungumza. Tali sana. Kwa hivyo ni katika yale ambayo wanaitakidi wao wenyewe
mashia. Na haya maneno yameandikwa katika kitabu ambacho kinaitwa Al-Fusuli al-Muhimma fi usuli al-a'imma, miongoni mwa vitabu vyao vikubwa ambavyo wanavitegemea. Al-Fusuli al-Muhim fi usuli al-a'imma, vitabu vyao ambavyo vitabu vikubwa vya kishia ni hivi. Kwa hivyo hawa mabwana itikadi yao kwamba Ali ibn Abi Talib alitamka yeye mwenyewe kwa ulimi wake kwamba yeye ni msahafu, kwamba yeye ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, kitabu cha Allah ambacho kinazungumza Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Lakini haya yote ni katika mambo ya kumzushia. Ali ibn Abi Talib yeye mwenyewe siku moja aliposikia watu wakizungumza kuhusiana na hizi habari za kwamba kuna watu wanamtukana Abu Bakari na Umar, akazungumza Ali, tena ilikuwa katika mimbar, alipanda kabisa katika mimbar, akahutubia watu, akazungumza fama balul qaumi. Nasikia kuna habari kwamba watu wanazungumza vibaya kuhusiana na vipenzi viwili vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kuhusiana na Abu Bakari na Umar, wanawatukana watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni mawaziri wake, watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wafuasi wake wakubwa. Miongoni mwa watu wa mwanzo kuingia katika dini ya Uislamu ni Abu Bakari, kuamini, lakini kuna baadhi ya watu wanawatukana. Sasa kama Ali radhiallahu anhu mwenyewe anazungumza mengi katika mambo ambayo amezungumza kuhusiana na kuwatetea Abu Bakar na Umar, lakini bado wanambebesha mengine kwamba Ali mwenyewe alisema kwamba yeye ndio msahafu wa Allah ambao unazungumza maneno ya Allah. Yanayozungumza ni kitabu cha Allah ambacho kinasema, kwa maana Allah ana kitabu kinachosema na kitabu kisichosema. Kwa hiyo kitabu kinachosema ni Ali na kitabu kisichosema ndo msahafu. Ni itikadi zao kuhusiana na Qur'an. Kwa maana itikadi nyingine ya Mashia, wao wanaamini kwamba maimamu wao ndio waweka hazina ya elimu ya Allah tabaraka wa taala, yaani hazina ya elimu ya Allah tabaraka wa taala imewekwa katika vichwa vya maimamu wa Kishia. Hawa maimamu 12 ambao wao wanaitakidi kwamba ni maimamu wa Kishia, lakini wakati huo hao wenyewe ambao wanaitakidi kuwa ni maimamu wa Kishia wako mbali kabisa na Ushia, walikuwa ni maimamu ambao waongofu. Kwa hivyo wao wanaitakidi kwamba hawa maimamu ndiyo maimamu ambao Allah tabaraka wa taala hazina yote ya dini ya Uislamu kaweka katika vichwa vyao. Yote, chochote ambacho unakijua kuhusiana na Uislamu kipo katika kichwa cha imamu wa Kishia, Shia. Lakini vile vile wakaitakidi kwamba hawa maimamu wao ndio watu wa dini ya Allah tabaraka wa taala, na Qur'ani imeshuka kwao wao Mashia. Hii Qur'ani ni stahiki yao kwamba imeshuka kwao, na hii dini ya Allah tabaraka wa taala ni stahiki yao, ambayo wanakwenda nayo kinyume. Wanaacha yale ambayo yanahusiana na dini, wakafuata matamanio ya nafsi zao. Lakini baada ya hapo wanatuambia kwamba wao ndio ambao wana dini ya sawasawa, wanafuata dini vile kikamilifu, na hii dini ya Allah imeshuka kwa wao Mashia, lakini vile vile Qur'ani imeshuka kwa ajili yao Mashia, na kupitia wao ndio Allah tabaraka wa taala ameweza kuabudiwa kupitia wao Mashia. Naweza kujiuliza kwamba watu wameanza kumwabudu Allah leo. Kipindi Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa amri ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, akaanza pia na yeye kuitangaza kwa umma, Mashia walikuwepo? Hakuwepo. Kwa nini wanasema kwamba kupitia wao Mashia ndiyo dini ya Allah tabaraka wa taala husimama, lakini Allah tabaraka wa taala huabudiwa, ameweza kuabudiwa kupitia wao? Tena wakasema na lau kama sio wao
basi Allah tabaraka wa taala asingejulikana na mtu yeyote. Kama sio mashia, Allah angekuwa hatambuliki, yani watu wasingemjua Allah tabaraka wa taala. Haya, wamefanya jambo gani ambalo wao wanaweza kujivunia kwamba kupitia hili tumemtambulisha Allah kwa watu? Wao ndo walikuwa wanaeneza dini. Wakati huo tukizingatia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa, anaondoka katika hii dunia, anasema ametuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ambayo hakuna kheri yoyote isipokuwa ameieleza kwa umma, na hakuna shari yoyote isipokuwa ameitahadharisha kwamba hii ni shari, hii kheri, mpaka Mtume anakufa, dini imekamilika. Kivipi wao wanasema kwamba wao kama si wao basi dini ya Allah isingesimama, kwamba Allah asingeabudiwa, hakuna mtu ambaye angemjua Allah? Kivipi? Na wao wameibuka tu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Kivipi? Ni itikadi potofu miongoni mwa akida zao zilizokuwa za hovyo. Na haya maneno yanapatikana katika kitabu chao kikubwa kinaitwa Ilamul Huda. Hiki kitabu kikubwa miongoni mwa marji zao zilizokuwa kubwa, Ilamul Huda, kitabu hiki cha Kishia, ukisoma juzuu ya mwanzo utakutana nayo haya maneno, wameandika wenyewe. Kwa haya mashia ukimuuliza kuhusiana na hii, ambaye yule shia mwenye elimu, achana na hao mashia wa mitaani hao ambao wameingia kwenye ushia juzi kwa ajili ya sukari, achana na hao. Hawa hawajui chochote, bali wao ni washika bendera, wanashika bendera na kujichana chana, hawajui wanachokifanya. Hata ukimuuliza pengine kuhusiana na mwanachuoni mmoja mkubwa wa kishia, huenda hawezi kukutajia nani, hakuna. Kwa hivyo hawa hawajui chochote. Wale wenyewe wakubwa kabisa, wale mashia wenyewe, wale ambao wana elimu, wamesoma ushia wao, ukimtajia kitabu hiki bwana, katika Ilamul Huda kuna kauli hii inasema hivi na hivi, vipi hapo? Ipo, lazima atakujibu ndio, sawa. Lakini sasa tuanze kuichambua hii kauli, ni sawa kwamba kweli kupitia mashia ndio Allah tabaraka wa taala ametambulika? Kama sio wao tusingemjua Allah tabaraka wa taala, ni sahihi? Takuja kuona kwamba sio sawa, bali ni katika itikadi zao ambazo ni potofu hawa mashia. Miongoni mwa itikadi zao kuhusiana na hii Qur'ani, maneno ya Allah tabaraka wa taala, wanasema kwamba Qur'ani ina maana mbili. Kuna maana ambayo dhahir na kuna maana nyingine ambayo ni khafi. Qur'ani, haya maneno ya Allah tabaraka wa taala yana maana mbili. Wewe ukisoma Qur'ani ukisema wanuyassiruka lilyusra, maana ambayo wewe unaijua ni maana ambayo ya dhahir, lakini ile maana ya batin wewe huijui. Na hiyo maana ya batin, maana hiyo ya ndani ambayo imejificha, hakuna ambaye anaifahamu isipokuwa ni katika wanazuoni wao, basi wao tu mashia. Wewe ukisema idha jaa nasrullahi wal fath, hivyo ambavyo unajua maana yake, hiyo ni maana ya juu ni maana ya juu, lakini ipo maana ya ndani ambayo wewe huijui. Ndio itikadi zao. Mfano katika kauli ya Allah tabaraka wa taala, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Hapa sisi tunaelewa kwa maana gani kwamba Allah tabaraka wa taala alimwamrisha Musa awaambie watu wake kwamba Allah anakuamrisheni nyie mchinje ng'ombe. Ng'ombe afahamiki? Kuna ambaye mjui ng'ombe hapo? Sote tunamfahamu, tunamtambua ng'ombe ni nani. Tukimuona tunamjua huyu ni ng'ombe. Ng'ombe wenyewe ndio huyu ng'ombe. Lakini wao mashia maana yao katika maana zao potofu kabisa za kuwatukana na kuwadhalilisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakataja kwamba bakara aliyetajwa hapa na Aisha kwa kumlaani
huyu Aisha ambaye sisi tunamfahamu kuwa ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye amechukua karibia nusu ya elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na dini ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa masahaba walikuwa wanarejea kwa Mtume kwa Aisha radhiallahu anha kuchukua fatwa mbalimbali kuhusiana na yale ambayo yalikuwa yakiwatatiza katika dini. Wao wakamuonaje? Wao wakamuona ng'ombe Mashia. Kwa hivyo kwamba wanaitakidi kwamba hii Qur'ani ina maana mbili. Maana ya kwanza ni maana ambayo inafahamika ya wazi kabisa, lakini maana nyingine ipo maana ambayo imejificha. Mimi na wewe hatujui, isipokuwa wao Mashia ndo wanajua maana hiyo. Hizi ni miongoni mwa akida zao kuhusiana na Qur'an, maneno ya Allah tabaraka wa taala. Tuna akida mbaya kabisa hizi, akida potofu kabisa. Tangu tumeanza kutajiana kuhusiana hizi akida, kuna ambayo tunaiona hapa imekaa sawa? Hakuna, zote ni potofu kabisa hawa Mashia. Lakini vile vile miongoni mwa akida zao kuhusiana na Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanaitakidi kwamba fihi nuqsan wa ziyada, kwamba katika Qur'ani kuna mafungu matatu, yani ndani ya Qur'ani kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni nuqsan, mapungufu. Qur'ani hii ambayo sisi tunaisoma hii, ambayo Allah tabaraka wa taala anatuambia la raiba fihi hudan lilmuttaqin, wao wanasema hii ambayo Allah ametuambia kitabu ambacho hakina shaka ni mwongozo kwa mcha wa Allah, basi wao wanasema kwamba hii Qur'ani ina mapungufu. Hii kitu ambacho kina mapungufu kwa maana hakijakamilika. Tukisema kwamba hiki kina mapungufu, kwamba ni kitu ambacho hakijakamilika. Lakini wakasema kwamba Qur'ani kuna ziada, kuna baadhi ya mambo yamewekwa mule, mpachikwa, lakini hayana asli, hayapo, wamezidisha watu. Lakini vile vile wakasema kwamba Qur'ani hii ina uharibifu, umefanyika uharibifu ndani yake, kwamba watu wamepindua aya, wakiangalia asli ya Qur'ani na hii Qur'ani iliyopo sio sawa, bali wao wanaona kwamba hii Qur'ani imepinduliwa, imefanyiwa uharibifu, watu wameharibu Qur'ani. Haya ni mambo ambayo wanaitakidi wao Mashia. Lakini hawa wanasema kwamba hii Qur'ani imeandikwa na masahaba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama za Uthman bin Affan, wakaitunga kwamba wameitunga tu hii, lakini yenyewe kabisa Allah tabaraka wa taala ameipaisha mbinguni baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, kwamba Qur'ani Allah akaitoa kaipeleka mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu waliritadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatoka katika Uislamu. Kwa hivyo Allah akaitoa Qur'ani akairudisha ilikotoka, fi lawhil mahfudh. Kwa hivyo hii iliyopo hii ni maneno tu, garagaja hizi za masahaba ambao walikusanyika katika zama za Uthman ibn Affan wakaandika. Kwa hivyo katika kuandika kwao kuna baadhi ya mambo wakayapunguza, kuna baadhi ya mambo wakayafuta, na kuna baadhi ya mambo wakayaongeza itikadi zao kuhusiana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala, hii Qur'an. Kwa hivyo hawa Mashia wanadai kwamba ndani ya Qur'an kuna baadhi ya mambo ambayo masahaba katika uandishi wao wameyatoa, ikiwemo sura mzima ambayo wanaiita kwamba hii ni suratul wilaya, na sura wanasema inaitwa suratul wilaya. Hii wameitoa yote, hawajaacha hata aya moja, wameifuta. Lakini katika baadhi ya ayati kuna maneno wameyapunguza, wameyatoa, hawakuyaweka katika uandishi wao. Lakini vile vile kuna baadhi ya ayati wamezifuta, hazipo. Wakadai kwamba ingekuwa kama Qur'ani imebaki katika asili yao ya mwanzo kabisa, vile vile ilivyokuja,
basi kila mmoja angekuwa anaziona haki za mashia katika Qur'an. Kwa vile imechezewa, masahaba hawakufanya uadilifu, wameiandika wakaacha baadhi ya mengine. Kutokana na kutokufanya uadilifu, ikawa Qur'ani haiko sawa sawa. Kuna haki za mashia zimetolewa, kuna aya ambazo zinaeleza wazi wazi kwamba mashia ndio wenye mamlaka kwa viongozi, zimefutwa hivyo. Kwa hivyo hizi ni miongoni mwa itikadi zao kuhusiana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, hizi ni miongoni mwa itikadi kuhusiana na upande wa Qur'an, wanaitakidi hivyo. Haya ambayo tumeyataja na mengine mengi sana, ukiangalia katika vitabu vyao mengi wameyataja. Mfano, ukiangalia katika kitabu chao hichi cha Al-Kafi wametaja mengi sana kuhusiana na Qur'an hawa mashia. Kwa hivyo hayo machache, hayo ni miongoni mwa itikadi zao kuhusiana na Qur'an, na ile ambayo tumetangulia kusema ndio wanavyoitakidi wao kuhusiana na wahi, kwamba Jibril alikosea akapeleka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwacha aliyekusudiwa ambaye ni Ali ibn Abi Talib. Kwa hivyo licha ya kuwa amekosea, bado kuna mengine ambayo wanaitakidi kuhusiana na hii Qur'an, ndio hayo na mengine. Ama kuhusiana na akida zao juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba ambao Allah tabaraka wa taala ametaja kuwa amewaridhia hawa masahaba ambao baadhi yao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabashiria pepo hali ya kuwa bado wako hai katika ulimwengu, maisha yakiendelea. Anataja kwamba fulani fil janna, fulani fil janna, fulani fil janna. Lakini hawa mashia wanaitakidi gani katika hawa masahaba? Miongoni mwa itikadi zao kuhusiana na masahaba kwamba Abu Bakar na Umar, hawa masahaba wawili ni makafiri. Abu Bakar Siddiq, huyu ambaye sahaba wa mwanzo kusilimu, kuingia katika Uislamu baada ya kuwa amefikiwa na ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwamini zamani. Abu Bakar Siddiq, katika wanaume wa mwanzo kabisa kuingia katika Uislamu ni Abu Bakar Siddiq. Lakini ndo huyu sahaba ambaye alipita njia ngumu kufanya hijra na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kuelekea Madina. Huyu sahaba ambaye alitumia mali zake nyingi kuhakikisha Uislamu unasimama mpaka leo hii sisi umetufikia, Abu Bakar Siddiq. Lakini wao wanaitakidi kuwa ni makafiri. Sisi wakitajwa hawa tunawaheshimu na kuwatakia radhi kwa Allah tabaraka wa taala, tunasema radhiyallahu anhu. Akitajwa Abu Bakar Siddiq tunamtaja radhiyallahu anhu. Akitajwa Umar bin Abi Talib, akitajwa Umar tunasema radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Lakini akitajwa Ali bin Abi Talib tunasema radhiyallahu anhu, kadhalika Uthman bin Affan na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wao wanatuambia kwamba Abu Bakar Siddiq pamoja na Umar bin al-Khattab kwamba hawa ni makafiri. Tena wanasema kwamba Abu Bakar, ukafiri wake miongoni mwa sababu ambazo wao wanaitakidi kwamba Abu Bakar ni kafiri, ukiachana na yeye kupewa mamlaka baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuongoza, kuwa ni kiongozi wa Waislamu, wanaitakidi kwamba alifanya dhulma, akamdhulumu Fatima mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimdhulumu mirathi Fatima. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watoto wake wote walikuwa wanakufa hali ya kuwa Mtume mwenyewe yuko hai, isipokuwa Fatima. Huyu Fatima amekufa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha Fatima. Kwa siku moja akaenda Fatima kudai mirathi ya babake. Abubakar Siddiq akasimama akatolea ufafanuzi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba mitume hawarithiwi. Kwa hivyo wewe
hauna mamlaka ya kurithi mali za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mali zake hazirithiwi. Kwa hivyo Abubakari akasimama kutetea, na Abubakari ni katika miongoni mwa masahaba ambao walikuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na maneno ya Mtume, hadithi za Mtume, lakini kwa bahati mbaya alikuwa sio mzungumzaji. Abubakari Siddiq alikuwa anazungumza kama tukio likijiri kama hivi, ukiachana na Abi Huraira ambaye anahesabika kwamba ni wa mwanzo katika minal mukthirin, masahaba ambao wamepokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abi Huraira wa mwanzo, Abubakari Siddiq hayupo kabisa. Kwa vipi? Wakati Abubakari amekaa na Mtume muda mrefu ukilinganisha na Abi Huraira. Abubakari amefanya hijra na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abubakari ameingia katika Uislamu wa mwanzo ukilinganisha na Abi Huraira. Abubakari alikuwa na mengi, lakini si mzungumzaji. Kwa hivyo lilipotokea hili jambo akazungumza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam memsikia akisema mitume hawarithiwi. Mashia wao wakachukulia kamdhulumu Fatima, kachukua mali za urithi wa baba yake kamdhulumu Mashia. Kwa hivyo wao wanaitikadi kwamba hawa mabwana masahaba wakubwa hawa makhalifa wawili wa mwanzo katika wale makhalifa wanne waongofu Abubakar na Umar, wao wanaitakidi kuwa ni makafiri. Hawa vipenzi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah tabaraka wa taala amewataja katika Qur'ani kwa baadhi ya tafsiri za wanawachuoni wengine amewataja, lakini Mashia leo hii wanakuambia ni makafiri hao. Wanaona kwamba hao ni makafiri, na wale ambao wanawafuata hawa mabwana ni makafiri, wanafuata makafiri. Ama kuhusiana na Aisha, wao itikadi yao kwamba Aisha hakuwa mwema, yani kwamba ni mwanamke ambaye hakuwa mwema. Wanaitakidi kwamba alikuwa mzinifu, akampa kashfa ya uzinzi kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili mradi tu kumchafua kama vile ambavyo wamemchafua baba yake Abubakar Siddiq. Wakaona wapite mpaka kwa mtoto sasa, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampa kashfa ambazo hazina uhakika, hazina ukweli ndani yake. Lakini masahaba wengine waliobaki wote wao wanawalaani kama vile ambavyo wanawalaani Abubakari na Umar. Ukiwataja hawa mbele ya Mashia watakwambia la'natullahi alaihima. Sisi tunasema radhiyallahu anhuma, wao wanasema la'natullahi alaihima. Hawa wanawalaani. Kwa hivyo hawa masahaba wengine wote waliobaki wao wanaitakidi kwamba hawa masahaba wengine kwa mtazamo wao na akida yao juu ya hawa masahaba kwamba hawa ni dhulumati, tunasema madhalim, walifanya dhulma, walikuwa sio waadilifu, wamegeuza mambo, wamepeleka uongozi kwa Abubakari wakati Mtume alihusia kwamba kiongozi awe Ali bin Abi Talib, hawa Mashia. Kwa hivyo wao wakawa na itikadi kama hiyo. Ni miongoni mwa watu ambao wanatukana sana masahaba, yani katika ulimwengu hakuna ambao wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko Mashia, alafu bado wanajinasibisha na Uislamu. Uislamu wao wameutolea wapi? Wameutolea wapi Uislamu ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa masahaba wake ambao ametuambia kwamba la tasubbu ashabi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, musiwatukane masahaba wangu, musiwatukane, musiwaseme vibaya. Kwa nini? Lao kama mmoja wenu hata akisema atoe mali mfano wa mlima Uhudi, ma balagha mud, hawezi kufika hata mud kidogo tu hivi cha kile ambacho amekitoa masahaba katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna. Ikiwa Mtume anasisitiza kwamba masahaba wasitukanwe, Mashia wanatukana, wanakwenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an, na wachukue tahadhari, katika maana ya aya, wachukue tahadhari wale ambao wenye kwenda kinyume na sheria za Mtume sallallahu alaihi wasallam.
amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha wao kwenda kinyume, basi hawa wachukue tahadhari. Hawa itakuja iwafike fitna kubwa katika maisha ya kidunia, watafitinika hawa, lakini vile vile akhera kwa Allah tabaraka wa taala watapata adhabu iliyokuwa kubwa. Mashia wanatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi. Hii yote ni kwa nini? Kwamba wanaona sio adilifu, mara walifanya kadha mara kadha. Lakini hawa ambao wanawatukana, daraja yao katika Uislamu na daraja yao mbele ya Allah tabaraka wa taala hakuna ambaye atafikia hata chembe katika sisi tuliopo. Itikadi zao mbovu, wanatukana masahaba, lakini wao katika mtazamo wa Uislamu tunawahukumu kwamba mashia ni makafiri. No doubt, mashia kwa mtazamo wa Uislamu, tangu pale tulipoanza kusimulia mpaka hapa tulipofika sasa, lipi jema ambalo nyinyi mnaliona kwamba mashia kwamba hili linaambatana na Uislamu? Lipo? Basi hawa katika Uislamu tunahukumu kwamba mashia ni makafiri na miongoni mwa watu wa motoni. Mashia makafiri kutokana na vile ambavyo wao wanafanya katika dini hii ya Allah tabaraka wa taala, kutokana na vile ambavyo wao wanatukana masahaba, kutokana na vile ambavyo wanayoitakidi kuhusiana na wahi, kuhusiana na Qur'an. Nyingi katika itikadi zao zinawatupa katika ukafiri. Kwa hivyo Waislamu tunatakiwa tuitakidi kwamba popote tunapoona Shia ni kafiri, Shia ni kafiri. Na tunapozungumza maneno kama haya, hutokea baadhi ya Waislamu wakasema, mashehe siku hizi hawa ndo wanaleta migogoro katika dini, wanakufurishana tu kila kukicha, huyu kamkufurisha huyu, huyu kamkufurisha huyu, kila kukicha huyu kamfanya huyu kwa kafiri, huyu kamfanya kadha. Hakuna. Mashia hawatetewi mashehe. Kwanza Shia ukimtetea kwa itikadi yao waliokuwa nayo juu yako wewe Muislamu, ukimtetea Shia wewe umekuwa kafiri. Kivipi? Shia yeye anaitakidi kwamba wewe ambaye unamkubali Abu Bakar na Umar ni kafiri. Kweli si kweli? Kwa hivyo wewe kama unawatetea wao hali ya kuwa wao wanakuitakidi kwamba wewe ni Muislamu, unamkubali Abu Bakar, unamkubali Umar na masahaba wengine, unakubali Qur'ani iliyopo sasa ambayo wao hawaitaki, wewe wanakuona ni kafiri. Kwa ukimtetea tu na wewe unakuona kafiri. Kwa nini tunatetea? Hakuna namna yoyote ya kumtetea Shia. Shia ni kafiri kwa mujibu wa Uislamu. Shia ni kafiri. Na katika hili ndugu zangu, jambo hili kila mmoja asimame katika upande wake. Hii kazi ya kuzungumza kuhusiana na ukafiri wa mashia tuachie madai wenyewe. Ama mimi na wewe kama sisi ni wafanyabiashara, tuendelee kufanya biashara zetu, tuuze mchele, maharage, tufanye biashara sokoni, sio kusimama kuwatetea mashia kwamba Waislamu wanakufurishana. La, kama wewe ni fundi, endelea kujenga shekhi. Achana na habari za kutetea mashia kwamba sio wanakufurishana. Waislamu tunakufurishana wenyewe, mashia sio Waislamu. Madai hawa ndio ambao wana haki ya kuzungumza kwa sababu wana nusus. Hatuzungumzi kwamba tuna ubaya nao, la, bali yale ambayo wenyewe wameandika katika vitabu vyao. Tumetaja hapo baadhi ya vitabu, ukisoma utaona kwamba hawa wanaenda kinyume hao. Kwa hivyo hii kazi ya mashia tuache tu madai wenyewe watetee wazungumze kuhusiana na ukafiri wa mashia. Ama sisi ambao hatufahamu tusisimame kuwatetea na kuwaponda wale ambao wenye kuwasema vibaya mashia, kuwaponda wale ambao wenye kuwakufurisha mashia kwamba hawa wanakufurisha wenzao hawa. Hapana, hawa ni makafiri mashekhe. Mashia ni makafiri hawa. Kwa sasa mashia wanatumia nguvu kubwa sana kuwatoa watu katika Uislamu na kuwapamba katika ushia, wakiwa wanaitakidi kwamba watu wale ambao majuhad hawajui chochote katika dini ya Allah tabaraka wa taala,
wanaona tu kwamba huyu Muislamu, almuslimu akhul muslim. Kwa hivyo mimi kuna ubaya gani bwana nikienda kwa mashia? Si ndo madhehebu hiyo? Mimi dhehebu langu Shia bwana. Watu wakawavuta wakatoka katika Uislamu wa sawa, wakaenda kwenye upotevu, wakaenda kuungana na mashia, na vile wanatumia nguvu kubwa, wanajenga misikiti mikubwa mikubwa, wanajenga pembezoni kidogo miji. Sio unajua kwamba mijini kwamba watu wameelimika kama hivi. Wewe utasikia hapa Shia anaweza akakuvuta Sheikh akakupa kilo moja ya sukari uende kwenye ushia, lakini huko pembeni huko wanajenga misikiti, wanakuwa ni wema kupita maelezo. Mtu akienda tu pale, akitoka na bahasha yake, akifika nyumbani akifungua na shilingi 15,000. Wakati huo akapewa na mche wa sabuni. Wakati huo mashia wamejichanga huko, wamenunua ng'ombe 4 5, wanachinja, wanawagawia nyama, nendeni mkale. Na vile watu kwenye nyama inafahamika, sio? Kwenye nyama watu inafahamika kwamba watu kwenye nyama wakoje, mtu imani inatoka kabisa. Lakini vile vile atapewa pengine na kilo moja ya sukari, mche wa sabuni, atapewa mafuta, akaona hawa ndio Waislamu hawa, wanawavuta, wanawapeleka katika upotevu. Kwa hivyo wakishaingia kule, na wao tayari wamekuwa mashia, wanaanza kusomeshwa itikadi zile za kishia zile, watasomeshwa, mwisho wa siku na wao kukutana nao njiani, wanamtukana Abu Bakar, wanamtukana Umar, tayari hao washaingia. Kwa hivyo lazima, kuna haja kubwa Waislamu tunasihiane kuhusiana na ukafiri wa mashia na upotevu wao. Popote pale unapowaona kwamba wewe uwaone kama hawa ni makafiri wakubwa duniani, mashia. Hamna namna ya kwamba hao ni Waislamu wenzetu. Hakuna, wale sio Waislamu. Fahamiana jamaa. Kwa hivyo na wale ambao Waislamu wenzetu Allah tabaraka wa taala amewaneemesha kidogo mali katika huu ulimwengu, wakawa wanajiweza kwa namna moja au nyingine, basi na wao wangetumia fursa ya mali ambayo Allah tabaraka wa taala amewaruzuku katika kutoa sadaka kwa wale maskini. Kama ni nyama, wachinje wanyama, wagawe kwa Waislamu. Kama Allah amekuruzuku, chinja, gawa kwa Waislamu. Hizo ndo njia ambazo wanatumia mashia katika kuwavuta watu kwenye ushia wao. Nunua sukari, nunua mafuta, gawa, toa sadaka, sadaka yako si ndo ni kinga yako? Kuna kitu gani ukitoa sadaka Allah sana kuzidishia? Toa sadaka. Kama Allah amekuruzuku, nunua vitu, gawa. Waislamu wanapotea kwa sababu ya vitu vidogo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi kwamba iogopeni fitna ambayo inakuja kakita'i llaili almudhlim, kama vile kipande cha usiku wa giza ambacho kina giza kali. Fataku fitnatan, tuambia kwamba muiogope fitna ambayo inakuja kama vile kipande cha usiku wa giza. Itafika mahala mtu analala akiwa Muislamu, anaamka asubuhi akiwa kafiri. Itafika mahala mtu ameingia jioni akiwa Muislamu, anaamka asubuhi akiwa Muislamu, imefika jioni kashakufuru tayari, huko kawa kafiri. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya, anauza dini yake kwa thamani ndogo kabisa ya dunia. Ndo kama hivyo ambavyo wanafanya mashia. Kilo moja ya nyama washamtoa mtu katika Uislamu, wamemuingiza katika ushia. Kilo moja ya sukari, mtu katoka katika Uislamu kaingia katika ushia, huku akiwa anajipa moyo katika moyo wake, anatumaini kwamba ni Waislamu wenzetu hao. Muislamu gani akamtukana Abu Bakar? Kuna Muislamu ambaye anaweza leo hii Abu Bakar anatajwa akasema huyo laanatullahi, huyo yupo? Hakuna mashia. Kwa hivyo mashia hawa sio Waislamu. Kwa hivyo haya machache, muombe Allah azza wa jalla atujalie kuwa ni mwanga katika vifua vyetu kuhusiana na ushia na itikadi zao, lakini vile vile Allah tabaraka wa taala ayatulize katika nyoyo zetu haya ambayo tumekumbushana. Bila shaka tumepata mwanga sasa kuhusiana na ushia. Mashia, tukizungumza mashia ni nini tumefahamu, lakini tumefahamu kwamba asli na chimbuko la mashia ni lipi,
ili kuwaje, tumefahamu. Lakini tumeona wanachuoni wakubwa wa Kishia na vile vitabu ambavyo wameviandika ambao ni marji ya Mashia, hakuna ambaye anapinga. Tumetaja baadhi, lakini tumefahamu kuhusiana na itikadi zao, lakini tukaona Uislamu umehukumu kwamba hawa ni makafiri. La mahala, hawa ni makafiri. Kwa hivyo lazima tuepuke na zile njia ambazo wanazitumia kuwavutia watu katika Uislamu. Wale ambao Allah ameneemesha mali, watumie zile njia, warudishe watu katika Uislamu. Muislamu akiswali hapa leo anaona kapu limepita la sadaka, akienda anachangishwa, akienda kwa Mashia yeye ndo anapewa, kesho atakuja hapa, hawezi kuja. Kwa muombe Allah azza wa jalla atujalie kwa yale ambayo tumeyasikia na tulipe kutokana na muda ambao tumekaa hapa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم انا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.